Mkuu wa Mkoa wa Iringa awasa vijana kutumia ubunifu wa teknolojia kujiwezesha kiuchumi. Maandamano ya Irani yaingia siku 9 huku Trump atishia kuingilia kati. Na katika michezo, Cheka Afya mkoani Iringa yaandaa tamasha la kutoa burudani kwa wadau mbalimbali. Mtazamaji wa UoI Digital, hujambo na karibu katika taarifa ya habari popote pale unapotufuatilia. Utakuwa nami Telesia Chalamila. Mkuu wa Mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka vijana kuwa na kasi ya ubunifu na uvumbuzi wa teknolojia ili kutumia vizuri fursa za kiuchumi. Mwanahabari wetu Nasir Hamisi na undani wa taarifa hii. Akizungumza na vijana katika kongamano lililofanyika katika ukumbi wa mkuu wa mkoa, amewaasa vijana kuwa na fikra na mitazamo chanya. Wapo watu ambao walitamani wafike hapo ulipo hawakufika. Na kuna watu walitamani wabaki hapo ulipo na hawakubaki. Walipokuja kushtuka wamefikisha 55, 60, 70. Wakatamani wapige reverse lakini walishindwa kupiga reverse. Hii ni neema ambayo Mungu amekupa ya ujana. Sasa leo tunapokwenda kujadili fikra zako ndio mapinduzi yako. Na maana yake msingi wa hoja yetu katika mada ya leo ni fikra zetu namna gani zinatengeneza mapinduzi katika maisha. Naye mkurugenzi wa taasisi ya vijana mkoa wa Iringa, Eliud Gregory, amemshukuru mkuu wa mkoa kwa kushiriki nao kuahidi kukamilisha kazi yake njema na kikamilifu. Fikra zako ndio asset kubwa, kwamba your mindset is your greatest asset, kwamba watu wakitaka maendeleo wabadili namna ambavyo wanafikiri, kwa sababu namna unavyofikiri ndivyo namna ambavyo unakuwa, lakini pia ndivyo uwezo wako kung'amua na kuyachakata mambo unavyokuwa. Vijana zaidi ya 50 wamekutana katika kongamano fupi, na lengo hususan ni kubadilisha mtazamo wa mawazo na fikra. Kutoka UoI Digital ni mimi Nasri Ali. Mchungaji Gabriel Dominic wa Chuo Kikuu cha Iringa amewasisitiza waumini kumjua na kumtumikia Mungu katika maisha yao ya kila siku. Mwanahabari wetu James Mwiluka ana undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo wakati wa ibada ya Jumatatu iliyofanyika kwenye ukumbi wa Multipurpose Chuo Kikuu cha Iringa, ambapo amewasisitiza waumini wote watambue nafasi ya Kristo kwenye safari yao ya mwaka huu na maisha kwa ujumla ili kutimiza malengo yao. Anatamani utambue nafasi ya yeye kuwa Bwana katika maisha yako. Yesu anataka utambue nafasi ya yeye kuwa Bwana katika uchumi wako. Yesu anatamani utambue nafasi ya yeye kuwa Bwana katika familia yako. Yesu anatamani utambue nafasi ya yeye kuwa Bwana katika masomo yako na katika huduma yako. Katika vyote ambavyo umejipangia, yeye anatamani utambue nafasi ya yeye kuwa Bwana. Wakati mwingine tumemworodheshea mambo mengi sana, lakini hatujamweka yeye kama Bwana katika maisha yetu. Na wakati mwingine tunaweza tukasema Yesu ni Bwana katika maisha yetu, lakini kile kitu ambacho kilitegemewa tukifanye katika ule muktadha yeye kuwa Bwana hatuvifanyi. Kwa upande wao, waumini waliohudhuria ibada hiyo wameeleza umuhimu wa kumtii Kristo kwenye maisha yao ya kila siku na kutoa ushauri kwa waumini wasiohudhuria ibada hiyo. Kiufupi wamekosa vitu vingi kwa sababu elimu ambayo imetolea humo ni kubwa, lakini licha ya elimu kuna maombi ambayo yamefanyika, ambapo tumeomba sana kuhusiana na walimu wetu, kuhusiana na wale wanafunzi wanaoingia kwenye mitihani certificate na diploma, lakini tumeombea pia na familia zetu. Kwa hiyo kuna vitu vingi wamevimisi kwa kweli. Kwa nini unaniita Bwana lakini ameyatendi yale niyatakayo? Kwa anatamani kuona kwetu sisi tunapomuita kwamba yeye ni Bwana kwetu tunakuwa tunamtii, na maana tunakubali yale ambayo anatupa maelekezo juu ya maisha yetu. Hiyo ni kwa sababu yote tunapaswa kusikiliza maelekezo, lakini licha ya kusikiliza yale maelekezo kuyatii. Kwa mfano tunahudhuria nyumba za ibada, lakini watumishi wa Mungu wameendelea kusema vitu vingi, kwa mfano kuacha baadhi ya vitu ambavyo si vizuri havimpendezi Mungu. Tumekuwa tu ni watu wa kusikia lakini hatutii. Sasa Mungu anategemea kuona kwetu, maadamu tunamuita yeye ni Bwana kwetu, anategemea kuona yale tunayoyasikia tunayafanyia na kazi. Mungu ametuumba ili kumwabudu yeye. Manake usipomwabudu Mungu, manake kuna kitu kingine ambacho unakiabudu. Hivyo tujitahidi kuhudhuria ibada. Hayo ndio maelezo mbalimbali yaliyotolewa na waumini waliohudhuria ibada ya leo siku ya Jumatatu. Nikiripoti kutoka jengo la Multipurpose ni mimi James Andrea Mwiluka, UoI Digital. Taarifa yake James Mwiluka inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tunaenda kimataifa na Simoni Masolwa.
Maandamano ya nchi ya Iran. Kwa mara ya kwanza kunaripotiwa vifo na majeruhi ya waandamanaji. Mamlaka zinasema karibu watu 7 wameuawa katika machafuko makubwa kabisa yanayoshuhudiwa kwenye jiji la Azna lililoko kwenye jimbo la Rostan. Vile vile waandamanaji wengine waliripotiwa kuuawa kwenye majimbo ya Bakhtiar na Isfahan, huku kijana wa umri wa miaka 21 aliyekuwa akijitolea kwenye kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Basid akiuawa katika eneo la Rostan. Naye Rais Donald Trump wa Marekani anaibua sitofahamu zaidi baada ya kusema kwamba ikiwa Iran itawaua katili watu wanaoandamana kwa amani, Marekani itakuja kuwaokoa. Onyo hilo lilitolewa miezi kadhaa baada ya vikosi vya Marekani kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Inajumuisha matamshi ambayo hayakufafanuliwa, tumejiandaa na tuko tayari kwenda. Wakati huo maandamano yanaongezeka na kufikia zaidi ya maeneo 100 katika majimbo 22 kati ya 31 ya nchi ya Irani, kulingana na shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu kwenye makao yake nchini Marekani. Asante sana Simon Masolo kwa habari hiyo. Mtazamaji, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi inayoletwa kwako na Oscar Kahindi. Licha ya mpango wa ruzuku, wakulima mkoani Iringa bado wanakabiliwa na gharama kubwa za pembejeo za kilimo. Wakulima hao wameelezea adha zinazowakabili, ambapo wamesema moja adha wanazokumbana nazo ni bei ya pembejeo kuwa juu. Unaji wa mbolea, kuna wakati unaweza kwenda kwenye maduka ya pembejeo, unataka zile mbolea ambazo wewe unazitaka kupandia au kukuzia, lakini zinakuwa hazipo madukani. Kwa mfano, labda unataka vumikuzia, unakuta haipo, au unataka labda urea, unakuta haipatikani. Kwa hiyo kuna mbolea ambazo wewe unakuwa unazitaka lakini zinakuwa hazipatikani kwa wakati. Nao wauzaji wa pembejeo mkoani Iringa wameelezea namna pembejeo zinavyopatikana na kuwafikia wakulima. Njia ambazo tunatumia kuwafikia wakulima, ya kwanza ni mkulima kuja dukani moja kwa moja. Ya pili ni kwa njia ya vipeperushi. Ya tatu ni kwa njia ya matangazo ya radio. Ya nne ni kuwa na mabwana shamba ambao wanafuata wakulima moja kwa moja shambani. Hizo ni njia ambazo tunatumia kuwafikia wakulima. Kuna msimu mwingine, mfano kama msimu huu, kiufupi soko liko vizuri kwa sababu ni muda ambao wakulima wapo katika kulima, ni wanaandaa mazao nini. Kwa hiyo kwa upande wa pembejeo tunamshukuru Mungu, soko liko vizuri. Tumetoka kusikiliza mawazo ya wakulima na wafanyabiashara juu ya upatikanaji wa pembejeo pamoja na bei ya ruzuku. Nikiripoti kutoka katika maduka ya pembejeo mkoani Iringa, mimi ni Oscar Kahindi wa UoI Digital. Mtazamaji, hii ni taarifa habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea Aineti Kikoti atatupitisha viwanjani. Kuelekea sherehe ya Cheka Afya itakayofanyika kuanzia tarehe 30 Januari katika ukumbi wa Gentoizi Gangilonga, mratibu mkuu wa Cheka Afya amewakaribisha wadau mbalimbali katika tukio hilo. Pia ameelezea umuhimu wa tukio hilo. Kwa nini ila Januari? Ni kwa sababu shughuli nyingi au majukumu mengi mazito wote tutakutana nayo siku ya kipindi hiki cha Januari. Kwa hiyo sisi tumeandaa hii event maalum kabisa kwa ajili yetu sisi wenyewe, ili tuweze kufanyaje, tuweze kwenda kurefresh mind kutoka kwenye majukumu mazito, twende tukajumuika pamoja na wadau mbalimbali, twende tukarefresh zile akili kutoka kwenye majukumu mazito, turudi kwenye hali ya kawaida, na tunauzomea mwezi ule wa kwanza na majukumu yake unaenda. Naye msanii Abdalla Daudi Mbalazi amezungumzia kuhusu umuhimu wa Cheka Afya na sehemu tiketi zinapopatikana. Kwa maeneo ya chuo utapata tiketi kwenye ofisi ya habari kwa bwana anaitwa Hamidu. Kwa bei zetu ni kuanzia shilingi 10,000, 20,000, 50,000. Pia na meza ya watu 5 ni shilingi 250,000. Pia msanii Dolini Msigwa amesema anawaalika katika show hiyo. Na wakaribisha kwenye show yetu tarehe 30 Januari Gentoizi Hotel.
umepanga kualika wakubwa kwa watoto na kuvunja mbavu zenu. Na hayo ndo maoni waliotoa wasanii wa Cheka Afya katika Welcome Fest ya Chuo Kikuu cha Iringa kwa ajili ya kuwakaribisha wadau mbalimbali kwenye eventi itakayofanyika Gentroiz Gangilonga tarehe 30 Januari. Nikiripoti hapa Posta mkoani Iringa, ni mimi Ainet Kikoti, UoI Digital. Mtazamaji, huyo ni Ainet ametupitisha viwanjani. Kabla ya kuhitimisha taarifa habari, tupate neno kutoka kwenye lugha adhimu ya Kiswahili na Karimu Yasini. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipengele cha msamiati wa Kiswahili. Kiswahili ni moja kati ya lugha ambazo ni adhimu na nadra kabisa duniani. Si tuko hapa kukupa msamiati wa Kiswahili, huenda neno ambalo tunakuletea na kunalifahamu au halifahamu. Na leo tumekuandalia neno mtashi, neno ambalo ni maarufu kabisa mitaani. Unaelewa maana halisi ya msamiati huu au neno hili mtashi? Twende tukawatizame wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wajaribu kutuelezea wao wanaelewa nini juu ya msamiati huu wa neno mtashi. Mtashi. Wewe ushawahi kusikia aina hii ya neno mtaani? Ndio. Unaelewa nini sasa ukisikia neno mtashi? Mtashi tuseme ni kama maana ya mtashi yani. Ni yule mtu aliyechagua maisha ya kuishi kwa kujitenga bila kuoa au kuolewa na kujitenga na vitu vingi vya dunia. Hivyo tu ndo ninavyoelewa mimi. Neno ambalo linaitwa mtashi. Ushakusikia aina hii ya neno? Ndio, nimelisikia. Hili neno mtashi wewe unaelewa nini juu ya hili neno? Neno mtashi ninavyoelewa mimi, kwanza na utashi kwanza. Utashi mimi ninavyofikiria ni yule sasa tukasema ujuzi wa kitu fulani au utaalamu wa kitu fulani. Sasa tunaenda kwa mtashi. Mtashi maana tunamuongelea mtu. Mtashi ni mtu anayejua kitu fulani au mjuzi wa kitu fulani au mtaalamu wa kitu fulani. Ndo mtashi. Naam, mpenzi mtazamaji wa UoI Digital, umetoka kuwatizama baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanaelewa nini au wanafahamu vipi msamiati mtashi. Wamejaribu kutuelezea ufahamu wao na uelewa wao baadhi ya msamiati huu. Mimi nataka nikupe maana halisi ya msamiati wa neno mtashi. Mtashi ni kitendo cha kuomba kitu. Mtu anaomba kitu tunamwita ni mtashi. Sasa mimi nataka nikuachane na sentensi isemayo Mariam anapenda utashi wa hela. Langu jina naitwa Karimu Yasini, bwana misamiati UoI Digital, tuwabalike kidijitali. Asante Karimu Yasini kwa msamiati wa leo. Na hiyo ndio maana halisi ya msamiati mtashi. Nami nakuacha na sentensi isemayo jifunze kuwa mtashi kila itwapo leo. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Telesia Chalamila, asante na kwaheri.